Mwaka 1884 kule Berlin, mwanasiasa mmoja aliyeitwa Otto von Bismarck ambaye alikuwa ni kansela wa Germany aliamua kuitisha mkutano mkubwa sana ulioitwa The Berlin Conference. Lengo lao lilikuwa ni kugawana Afrika. Ndiyo, lengo lao lilikuwa ni kugawana bara zima la Afrika. Lakini cha kuchekesha ni kwamba Waafrika wenyewe hawakuitwa kabisa. Yaani ni kama watu wakutane kupanga kugawana nyumba yako, huku wewe hata hujui kama kuna kikao hicho kinaendelea. Otto von Bismarck akaweka ramani ya Afrika mezani, alafu nchi za Ulaya zikaanza kujichagulia maeneo. United Kingdom ikisema mimi nataka huku, France na wenyewe wakasema mimi nataka sehemu yenye biashara, huku Belgium wenyewe macho yao yalikuwepo yameangazia katika nchi ya Kongo. Bila kusahau German wakaona Tanganyika, wakasema hii sasa ni ya kwetu. Wakaanza kuchora mistari kwenye ramani haraka haraka bila kujali makabila, lugha wala watu wanaoishi humo. Jamaa mmoja anavuta mistari tu, hawa sasa watakuwa ni nchi moja, lakini hawa hawafanani. Jamaa yule anamjibu, wataelewana mbele kwa mbele. Huku Afrika watu walikuwepo wanaendelea tu na maisha yao ya kawaida tu, hawajui tayari wameshagawanwa kule kwenye ramani. Mzee mmoja kutoka Afrika anaendelea kulima shamba lake Tanganyika, kesho anaambiwa kuanzia leo uko chini ya Germany. Mzee yule anabaki kutahamaki na kusema, kwani Germany ni kabila gani hilo, au ni kabila jipya? Baada ya ule mkutano ndipo ukoloni ukaanza rasmi Afrika. Wazungu wakaanza kuja na bendera, askari, kodi pamoja na sheria mpya kwa ajili ya kufanya the Africa colonialism, yani ukoloni ndani ya bara la Afrika. Na ndiyo hiyo mpaka leo baadhi ya mipaka ya nchi za Afrika ilitokana na ile mistari iliyochorwa tu kwa haraka haraka kwenye Berlin Conference chini ya kansela Otto von Bismarck. Walichora kwenye ule mkutano na mpaka sasa tunaitumia kama mipaka yetu. Mimi ni Rock kutoka Rock Media. Asante kwa kunisikiliza.